Alan Ochanda, KTN News. Na jukumu la Benki Kuu ya Kenya katika hali ya fedha za kigeni inaonekana kueleweka vibaya. Naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema kwamba hakuna fedha za kigeni za kutosha kwa uagizaji wa mafuta. Hata hivyo, Benki Kuu imewahakikishia wafanyabiashara kwamba ina hifadhi ya kutosha kukinga wananchi dhidi ya msukosuko wa uchumi. Kwenye mahojiano na stesheni moja ya humu nchini, naibu rais Rigathi Gachagua alielezea hali ngumu ya uchumi inayokabili taifa, akisema kuwa taifa halina fedha za kigeni kuagiza bidhaa muhimu. Tumekosa maneno ya foreign exchange. Hata jana tumekuwa na crisis kwa sababu pale katika benki kuu hakuna zile pesa za kigeni za kutosha za kuagiza mafuta kutoka nchi za nje. Naibu rais akisema hili limechochewa na wale waliolenga kuihujumu serikali. Why there was a forex problem is because of state capture. You know, there was a lot of interest in banks where very senior people in government own certain banks, and they got involved in this forex business, you know, and the central bank was no longer in charge. Lakini katika majibu ya usiku wa manane, benki kuu nchini ilijitenga dhidi ya madai hayo, ikisema kuwa waagizaji wa mafuta hawapati fedha za kigeni kutoka kwa benki kuu ya taifa ila kutoka kwa benki za binafsi. Central bank is really it's really the regulator. If you look at it from that larger perspective, and it's also banker to government. So a lot of the bigger transactions, government debt payments, that's where the central bank comes in, and its role is really to regulate the market, ensure that it's operating in an orderly way. Hata hivyo, naibu rais Gachagua amekariri kuwa baadhi ya benki ambazo zinamilikiwa na maafisa wakuu serikalini ndizo zinazojihusisha na biashara ya ubadilishanaji wa fedha za kigeni, huku benki kuu ikifeli kuweka udhibiti. Aidha, biashara ya ubadilishanaji wa fedha za kigeni imekuwa ikitekelezwa baina ya benki mbalimbali humu nchini. So the Interbank Market is really a market where commercial banks meet and they're able to exchange their foreign currency positions. So essentially, they're able to trade with each other in large denominations. And if it is working well, I think they would have everybody well supplied. So if you're a bank and you handle mostly exporters, you'd most likely have a surplus of dollars, and you'd be able to sell it to other banks who have a shortage of dollars, maybe because they are handling more importers and exporters. Kwa mujibu wa benki kuu, hifadhi ya pesa za kigeni wakati wowote ule huwa ina kima cha shilingi dola milioni 7,424, ikiwa ni sawa na miezi 4.19 ya uagizaji wa bidhaa, ila inasisitiza haja ya kuwa na soko huru. Dola imekuwa ikifanya vyema dhidi ya sarafu kubwa duniani, wakati ambapo shirika la fedha nchini Marekani lililazimika kuongeza thamani ya sarafu hiyo ili kudhibiti mfumuko wa bei. Suleiman Yeri, KTN News. Magavana wa kaunti